Jinsi nilivyofedheheka kwa Wahaya. Juzi nikiwa angani, niliyatazama mazingira ya jiji la Dar es Salaam kwa chini. Ukiwa ndani ya ndege, linaonekana kama jiji tulivu na takatifu, lakini kumbe kufuru zilizomo ndani yake ni Mungu pekee ajuaye. Rubani wetu kutoka shirika la ndege la Air Tanzania alipokuwa akigeuza mwelekeo wa ndege kutafuta location ya jiji la Mwanza tulipoelekea, macho yangu yaliweza kutambua baadhi ya maeneo ya Temeke na viunga vyake. Ndipo ghafla kumbukumbu za fedheha hii zilipojirudia kwa nguvu akilini. Kama sikosei, ilikuwa 2014. Rafiki yangu mmoja aliyekuwa mwalimu katika moja ya shule za sekondari iliyopo Temeke ndiye alikuwa wa kwanza kunisanua kuhusu danguro maarufu maeneo ya Tandika lililofahamika kama kwa Wahaya. Ndoge yangu Foro, ukipita hiyo mitaa utashangaa sana. Wanawake wamejipanga kama mafungu ya viazi mnadani. Ni wazuri huwezi kuamini. Mwalimu Ticha aliongea kwa msisitizo. Maelezo yake kuhusu eneo hilo ilikuwa habari ngeni kabisa kwangu. Mseminari wa zamani nisiyejua lolote kuhusu anasa za jiji na fahari zake zote. Kama ujuavyo, nguvu ya maneno ni kubwa kuliko wengi wadhaniavyo. Maneno yana uwezo wa kuumba na kuumbua, yanaweza kujenga au kubomoa. Jihadhari siku zote na maneno unayotoa ama kupokea. Maneno ya rafiki yangu mwalimu yalijenga ndani yangu kiu na haki ya kufanya ziara ya kushtukiza katika eneo hilo. Nilitamani kujionea mwenyewe mambo yaliyoendelea katika mtaa huo ambao sikuwahi kuusikia kabisa kabla. Ingawa mbele yake nilionyesha kulaani na kuchukizwa vikali na matendo ya kishenzi ya mtaa huo, ndani yangu niliona kama kesho inachelewa kufika. Saa 1 jioni ya siku iliyofuata ilinikuta Tandika nikirandaranda kama tahira, nikiusaka mtaa huo kimya kimya. Baada ya kuzunguka mwendo mrefu bila mafanikio, hatimaye niliamua kuweka aibu kando na kuuliza wenyeji, ni wapi hasa ulipo mtaa wa kwa Wahaya? Nikamkamata kijana mmoja wa bodaboda anipeleke, akadai shilingi 2000 ili anifikishe huko, nikamlipa. Alichokifanya ni kunizungusha kidogo katika mitaa fulani yenye chochoro nyingi zinazofanana, kisha akanirudisha pale pale tulipoanzia safari. Sehemu ya kunielekeza kwa kidole, akaamua kunitapeli 2000 nzima. Nikaishia kumtazama kwa masikitiko. Pita huu uchochoro, upande wa pili ndo kwa Wahaya, alinielekeza kwa macho makavu. Nikaachana naye na kufuata huo uchochoro mara moja. Ghafla nikaanza kupishana na watu wa ajabu ajabu, wengine wanaingia, wengine wanatoka. Nikawa nimetokea kwa Wahaya. Ulikuwa mtaa wembamba, mrefu, wenye vyumba vidogodogo mfano vya vyoo vya kulipia. Hata kuuita mtaa ni makosa, kwa usahihi zaidi ni uchochoro mrefu. Mbele ya kila chumba kulikuwa na mwanamke aliyesimama au kukaa mlangoni, huku akiita na kukaribisha kila mwanamume aliyepita karibu yake. Nilitembea haraka haraka utadhani na wahi ofisini, huku nikiwatupia macho kiwiziwizi. Niliogopa sana. Hisia zangu zilitanabahisha kwamba nilikuwa nikipita katika moja ya mitaa ya kuzimu. Shauku niliyokuwa nayo awali iligeuka kuwa wasiwasi na jinamizi la kutisha. Mmoja kati ya wanawake hao alithubutu kunigusa bega huku akinirembulia macho. Kaka mzuri, njoo basi nikupe mambo matamu. Nilikimbiza bega langu mbali, kama mtu anayekwepa waya wenye mkondo wa umeme. Nilipofika mwisho wa mtaa, jasho lilikwishaanza kunitoka. Ama kweli, kuku mgeni. Akilini nilikusudia kutafuta njia ya kunirudisha barabarani, ili nipande zangu daladala ya kunirudisha nyumbani. Sikuwa na hamu kabisa ya kuendelea na ziara hiyo, lakini shetani sio binamu. Siku hiyo alidhamiria kunidhalilisha ipasavyo. Vinginevyo nisingekubaliana na wazo la kurudi mtaa huo kwa mara ya pili, eti ili niwatazame vizuri. Nebe, fedheha yenyewe nitaieleza baadaye.